Ninafurahi kwa sababu niko mahali ambapo najua kuzungumza lugha nyingine ambayo watu wangu wajui. Na matanavo. Nataka niwakaribishe tena siku ya leo hapa uwanjani. Nasikia vizuri. Nataka tuweze kukaa pamoja kwa muda wa dakika ambazo hazizidi dakika nyingi sana, ili kwamba niweze kuzungumza nanyi. Mmekuwa marafiki wazuri na asante kufika leo. Nataka niwaulize swali. Kuna kile kiti ambacho wale wazee wa Kiturkana wanakalia, kinaitwaje? Mimi sikumbuki. Yes, niambie. Ekicholo. Ekicho, soma kwa sauti nisikie. Ekicholo. Nimejua hiyo moja. Na kisha mama anaitwa nani katika lugha? Anayejua jina la mama anaitwaje katika lugha ya Kiturkana? Yes, niambie. Toto. Maneno mawili nimejifunza. Leo hivi ningependa kujadili mambo muhimu kuhusu haki za watoto. Hebu niambieni, haki za watoto ni zipi ambazo mnazijua? Yes, baba niambie. Right to education. Kwamba watoto lazima wasome. Asante sana. Mwingine anayejua? Yes, yule mdogo. Thank you. Right to play. Right to play. Asante, lazima watoto wacheze. Yes. Right to eat. Lazima wale chakula. Hebu mvulana huyu hapa, wewe niambie moja. Yes. Lazima ufanye nini? Lazima usome. Asante. Sasa kwa sababu mnajua haki zenu, nini tumesahau? Hata haki ya kuabudu. Kwa sababu mnajua haki zenu, nataka niwaulize sasa kitu kimoja. Mnisaidie kufanya. Nataka tucheze. Wangapi wanajua kucheza? Yes, nataka tucheze. Nina vitu vya kucheza hapa. Kuna vitu ambavyo navitumia kucheza. Nataka mtoto mmoja wa kiume, wakati mwingine watoto wavulana wajui sana, lakini nataka mtoto mmoja atanisaidia kucheza. Ngoja nimtumie huyu. Alafu tutaweza kumuimbia wimbo. Hebu nione kama anajua kucheza. Hebu tuone. Yes. Ule mchezo taimba wimbo upi? Wanataka kuimbia. Nataka tuweze kuimba. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus. He is the King. Asante. Tumpigie makofi yule. Hata mimi ndajaribu. Hebu na mimi nijaribu. Mimi siwezi. Mtoto mwingine msichana anayeweza kujua kucheza mchezo huo. Hebu nione mtoto msichana. Yes, kuja ujaribu. Watoto wazuri hawa. Tutaweza kujaribu mchezo. Haya. Hebu tumwangalie. Tumpigie makofi yule. Amejaribu sana. Mchezo mwingine nataka tucheze. Ili watoto wacheze, watoto wawe na afya, ni vizuri kutoto kufanya mazoezi. Nina kamba hapa. Kamba yangu hii nataka niitumie katika kucheza. Kwa hivyo wale wengine mtasonga kidogo hapa uwanjani. Msonge ili kwamba tuweze kucheza mchezo. Nenda kule hapo. Asante. Na nyinyi mtasonga kidogo. Nataka tuweze kuona kama mnajua kucheza, watoto wazuri. Mtoto yupi atakaye nisaidia kuzungusha kamba? Nani huyo? Haya, shika hivi. Nawe njoo. Haya basi. Niweze kusongesha hapa, nitengeneze vizuri, kisha kuweza kucheza pamoja. Haya, kunja kidogo. Njoo Agi, hebu nione Agi akianza kucheza. Sasa nataka tuimbe wimbo. Mama linda nguo zako, tucheze tuone. Haya, tujaribu. Mama linda nguo zake, kesho kutwa kuna harusi kubwa ya Wamboi, na bwana yake ni Bob Kichwangu. Asante. Kwa hivyo songa. Hata mimi nataka nicheze kama nyinyi, nione kama naweza kucheza. Haya, songa kidogo. Mweze kuniimbia vizuri. Mama linda nguo zako, kwa haraka kidogo. Tujaribu. Mjafanya vizuri. Haya, tuanze vizuri, usigonge chini. Huku jua shika kamba vizuri. Haya, very good. Haya, shika pale. Hapa tu. Hapa. Uzungushe vizuri. Hata mimi nataka nicheze. Twende. Mama linda nguo zako, kesho kutwa.
Kwa hivyo watoto wazuri lazima wacheze. Kama mnapenda kucheza semeni yes. Yes. Kwa hivyo leo nataka niwaambie habari, achana na kamba, tutacheza baada ya hapa. Palikuwa na mtoto mmoja ambaye alijua kucheza. Alikuwa mtoto msichana mdogo. Umaikuwa pale? Wapi? Pale msichana mdogo alizaliwa akapendwa na wazazi wake. Njoo karibu hapa, njoo niwaambie hadithi. Njoo karibu. Akapendwa na baba na mama. Wewe. Yule mtoto akawa mtoto wa miaka 10, kisha miaka 20, kisha miaka 30, lakini msichana hakuolewa. Babaka akasikia vibaya, akasema mwanangu hajaolewa, nitafanya nini? Akaanza kutafuta mchumba aweze kuoa kwake. Na baba alikuwa tajiri. Watu tajiri wanakuwa na nini? Mkono juu. Yes. Wanakuwa na gari. Yes. Thank you, Shelf. Wanakuwa na nini? Yes. Pesa. Wanakuwa na pesa. Nani mwingine? Nyinyi mjui matajiri wanakuwa na nini? Mpe huyu aniambie. Nyumba kubwa. Akawa na nyumba kubwa. Sasa huyu alikuwa na gari, akawa na farasi, akawa na vitu vingi, lakini akawa na binti ambaye hajaolewa. Akaambia watu, haya nyinyi watu njooni, wanaotaka kuoa kwangu waje haraka. Vijana wakajitokeza, wakavalia vizuri, wanataka kuoa kwa nyumba ya kifalme. Akaambia, atakayeoa msichana wangu nitampa gari, shamba na nyumba kubwa. Ikawa kwamba anapofanya hivyo, watu wakawa wamefurahi kwamba leo kuna mtu atashinda, atapata binti huyu. Wakasonga polepole, vijana wakaja kama 30. Walipokuja wakafika kwenye gate, wakabisha. Ngongo, akaambia karibu. Wakafika wote, wako smart. Yule bwana ameketi kwenye kiti na msichana mzuri amevalia neti ya harusi ako pale, wanangoja nani atakayepata binti mzuri. Watu wangapi watapenda kufanya harusi wakiwa wakubwa? Oh yes. Wataleta ngamia ngapi kwenu? Ngamia ngapi? 12. Ngamia 12 utakapofanya harusi. Kwa hivyo wakaleta vitu, wanakuja tayari. Hivi mambo yakafanyika mabaya. Yule bwana akasema, atakayetaka kuwa mtoto wangu lazima apite interview. Kujeni wote. Wanaume wote wakaenda nyuma ya nyumba. Umaikuwa pale? Wapi? Pale wameenda nyuma ya nyumba. Kufika wakapata kidimbwi cha maji. Wametengeneza puli ya maji, wamejaza maji. Wakasema mtu atakayeruka ndani ya maji aogelee mpaka mwisho ndiye atakayeoa binti wa mfalme. Watu wakajiandaa, wakafungua nguo zao tayari kuingia kwa maji. Wakahesabiwa 1, hata nyinyi mjue kuhesabu. 1, 2, alafu 3. Walipotaka kuruka tu hivi, maajabu yakafanyika. Wanaume wakaja wamebeba magunia na mamba, crocodiles, wakatupa ndani ya maji. Wakasema, haya ingieni. Haya. Semeni wewe. Umaikuwa pale? Wapi? Pale wametupa crocodile ndani ya maji na wanasema watu waingie. Watu wakasema haiwezekani. Wakavaa nguo kuondoka. Wakasema acha twende, wachana na huyo msichana, hatutaoa. Walipokuwa wanataka tu kuondoka hivi, wakasikia nyumba pum pum. Mtu akaanguka ndani ya maji. Wakatani wote kuangalia, wakapata ni kijana mfupi mdogo tu ameruka ndani ya maji na anaogelea, anakazana kuogelea. Wakaanza kumshangilia, wepuhulu. Kijana wepuhulu anaendelea, semeni wepuhulu. Wepuhulu anaogelea. Alipofika mwisho wote wakapiga makelele, wakasema wewe. Wakamwambia basi agiza wakupe nyumba na gari na vitu tuende. Lakini wepuhulu akaanza kulia, hakuweza kuitisha, akaanza kulia. Wakamzaitisha bwana, akasema ngoja, siko tayari kuitisha. Akasimama mbele ya mfalme, akasema, mfalme, nataka kuchukua bibi harusi na vitu ulivyoagiza, lakini si sahi. Kuna kitu nataka uniambie. Nataka unionyeshe yule mtu mmoja aliyenisukuma ndani ya maji, ni deal na yeye kwanza ndio wewe. Wakashtuka.
Kumbe hakuwa na nguvu. He was not bold enough kuruka ndani ya maji. Ni kusukumwa alisukuma. Bwana asifiwe. Amen. Watoto wangu wazuri, ili upate kitu kizuri lazima mtu akusukume. Ili uingie katika wokovu lazima usukumwe. Yesu hupenda kutusukuma katika wokovu. Ndio sababu nasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa katika kitabu cha 2 Kings chapter 5 verses 1 inaanza na kusema, palikuwa na mwanamume mmoja jina lake Naamani. Naamani alikuwa mwanamume mwenye misuli tinginya, tena alikuwa ni jemedari wa vita. Umaikuwa pale? Wapi? Pale jemedari wa vita alionekana. Akawa anawapiga watu na kuwapiga na kuwakanyaga, na kila siku anapiga press ups chini kila siku kwake. Naamani akawa na misuli wewe. Mpaka mfalme akamwamini, akajua huyu nikiwa naye vita nitashinda. Na maandiko inasema akawa mtu hodari, mtu wa kutisha, lakini semeni lakini alikuwa mwenye ukoma. Kumbe unaweza kuwa tajiri, ukawa na pesa, ukawa na vyote, lakini ukiwa na dhambi unakuwa na dosari, hauna nguvu tena. Naamani akakosa nguvu, akawa anajikuna ni mgonjwa. Lakini siku moja Naamani na watu wa Shamu, majemedari, watu wa vita, wakaenda kupigana vita. Walipopigana vita kule Syria, wakatoka vikosi. Sema wakatoka vikosi. Lakini wakamshika binti mmoja, wakashika mtoto mmoja mdogo wa kike kama huyu. Walipomshika akawa hana value, wakasema haka katoto tukabebe kama mzigo. Wakakavalisha na kushika, sema hii ni mzigo yetu tumepata. Wakabeba mtoto mdogo kama mzigo. Umaikuwa pale? Wapi? Pale wameshika mtu na Naamani akabeba mzigo wake. Alipokuwa amebeba mzigo juu ya farasi, analia, farasi inalia kukutu. Alipofika kwake mka akauliza, umeleta nini? Akafikia ni nyama. Semeni wewe. Kumbe ni mtoto msichana mdogo. Akamtoa, akamweka nyumbani mwa Naamani, akaanza kuwa maid. Lakini alipokuwa kule akawa mtoto wa kuomba, akampenda Mungu. Kila siku anaomba, akiona chakula anasema, some are food and they can eat, some are food but they can't eat, we have food and we can eat, praise God, amen. Anakula, mtoto mzuri. Umaikuwa pale? Pale akachunguza, akaona Naamani anajikuna. Naamani analia. Akaenda akamwambia bibi ya Naamani, laiti huyu bwana angekuwa kwetu kule Israeli, kule Samaria, kuna mtu wa Mungu anaitwa Elisha, angeza kumpa uponyaji. Wakaandika barua, wakasema nendeni tuone, mwambieni mfalme. Wakawaambia. Walipoandika barua wakapeleka kule Syria, kule Israeli, wakapeana barua. Wakapata mtu wa Mungu, jina lake anaitwa nani? Elisha. Anaitwa nani? Elisha. Akaenda akamwambia Naamani, wewe Naamani, nenda uingie Jordani mara ngapi? 7, utaweza kupona. Katoto kadogo kamwambia, ingia vile amekuambia, enda ingia. Akasema, mimi siwezi kuingia. Alafu anatembea kwa madawa, mimi siwezi kuingia, mimi siwezi, mimi siwezi, Buda, mimi siwezi, maji chafu siwezi. Wakaambia ingia tu, ingia. Akasema, basi ndaingia mara moja. Akaenda kwa maji ya Jordan, maji machafu. Akayangalia, akanusa, akasema isifai, nina swimming pool kule nimetoka, mbona mnanitia kwa maji chafu? Akamwambia, vile alivyosema mtu wa Mungu fanya hivyo. Na ile mtoto mdogo pia akamwambia, fanya hivyo, huyu nabii amesema. Alafu Naamani akaingia kwa maji. Hop! Mara ya kwanza. Semeni 1. Ama story nawaambia kesho, nyinyi hata mnibambi. Teacher. Okay. Mmoja. 1. Akatoka, hakuna uponyaji. Akasema hata kuna kitu. Sasa ni nini? Mbona hata mnisaidie? Wakamwambia alisema mara 7, imebaki mara 6. Jamani mara 6. We beg. Akasema ndaingia mara moja na siingii tena. Jemedari anajikuna, akaingia.
2. Katoka kuangalia hakuna tofauti, akasema jamani hata mnisaidii, sasa shida yenu ni nini? Wakamwambia hapana, shida yetu yule mtu wa Mungu kale kanasema, alisema uingie mara 7, umeingia mara ngapi? 2, ingia tena. Kasema mimi nakasirika, imebaki ngapi? Wakamwambia mara 4. Naamani akaangalia mwili hajabadilika, akasema nataka kwenda. Wakasema utaenda, wacha ujinga, rudi. Wakamuingiza tena. Alipoingia mara 5, maajabu yakafanyika. Mwili wake ukapona mara 5, lakini ukawa na vidonda. Akasema hata inda ponea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Umai kwa pale? Wapi? Pale ulipona kidogo ukafikia umepona bado. Akaambia utaingia mara 7. Mungu ni Mungu wa ukamilifu. Akaingizwa tena mara ya 6 kutoka. Naamani amepona. Akasema nimepona, hii ni kidogo. Wakamwambia hapana, lazima uingie mara ngapi? 7. Naamani akajitengeneza. Alipoingia mara ya 7, Naamani ya kutoka. Watu wakawa na wasiwasi. Wakauliza jamani, Naamani yuko wapi? Naamani yuko wapi? Ambia ngoja. Kasikia anasikia mnyanyu. Ndivyo ilivyo raha unapoingia katika Kristo, unasikia mnyanyu. Hautoki haraka. Alipotoka hivi, Naamani akawa amepona. Wewe uangalia mwili wake umenyoka kama ule wa mtoto. Kumbe watoto wana ujumbe mzuri, wanaweza kunyoosha familia, wanaweza kunyoosha jamii. Hao watoto tunaoona leo, nyinyi watoto si kanisa la kesho. Nyinyi kanisa leo. Yesu akija anakutaka wewe, you can make a difference today in your family. Unaweza kuwa mtu mzuri, mtu wa kipekee kama mtoto aliyemponya Naamani. Nataka niwaulize, je, wewe unaweza kuponya jamii yako? Nani yako tayari kuponya jamii? Ni nini utakachowaambia watu wa kwenu ili wampende Yesu? Hebu nisikie kutoka kwenu. Yes, nianze kule. Yes. Sema jina lako. Kwa majina naitwa Ishmael Ogamba. Yes, unasemaje? Nitakuwa naenda kusaidia jamii na nawaambia kuna Mungu mwenye anaponya na anafanya maajabu. Amen. Mwambieni wewe. Nisikie kutoka upande wa pili. Yes. Kwa majina ni Agnes Chanel. Yes. Nitaweza kuambia ili waweze kupata kwenda kwa Kristo, wakuwa wanakuja kanisa wakiomba kila siku. Waombe kila siku, aje kanisani. Semeni amen. Kuna nini nataka kusema mama? Nani mwingine angependa kusema kitu kwa ajili ya wengine? Kuna mdogo hapa. Sema baba, kile unataka kuniambia leo. Ungependa kuambiaje watu wengine? Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath with good news. Kwa majina naitwa Griven Kirwe. Ningeweza kusema tuamini Mungu. Amen. Una kitu ya kusema bado? Kwa hivyo watoto wazuri lazima kwamba tuweze kwenda kwa Kristo siku zote, tuweze kumpata. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Yes, yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. Yes, I know. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Deep and wide, there is a fountain flowing deep and wide. Ta-da-da-da-da, deep and wide, there is a fountain flowing deep and wide. For you and for me, for everyone there is a fountain flowing deep and wide. Ta-da-da-da-da, deep and wide, there is a fountain flowing deep and wide. Kwa hivyo watoto wangu wazuri, Mungu aweze kuwabariki. Mnapoenda manyumbani, salimieni wa kwenu. Mlio nyumbani, Mungu anawapenda. Aliyemuongoza mtoto mdogo akamponya Naamani, na kuongoze hata wewe mtoto kuponya wa kwenu. Maana maandiko yanasema
kila yeyote ajaye kwangu siwezi kumwacha kamwe. Watoto wangapi wangependa kwenda kwa Yesu, waingie mara 7 katika mara kamilifu, wasiingie nusu katika Ukristo? I want to pray with you. Watoto wangapi wangependa kuombewa? Kama ungependa kuombewa ili Mungu akusaidie uweze kusimama kwa miguu miwili, as we pray, we want to pray. Mtoto mmoja mdogo utaweza kuomba. You going to pray, then I'll pray. Tuweze kuamini. When I want to pray, When I want to pray, I say, Jesus loves me. Close our eyes for the word of prayer. Our dear everlasting Father, thank you for the gift of life that have granted to us. God, be with us. We have finished our session, and until tomorrow, God. God, let us teach everyone. We know that we are not powerful, but I know, God, you will teach us more than that. Our parents, our parents teach us what they say, and us to listen. Just name I pray. Pamoja na maombi ya mtoto, Mungu wangu nataka nikushukuru wewe uliye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asante kwa ajili ya watoto hawa. Naomba kwamba Mungu aweze kuwahekimisha, aweze kuwabariki. Kama vile mtoto mdogo aliweza kuleta utofauti katika nyumba ya Naamani, akaweza kuonyesha Wasiria wote, watu wa Shamu wote wakaelewa kwamba kuna Mungu wa Israeli. Watumikie watoto hao kutimiza kazi yako, na juu yote tuandae kwa ajili ya ufalme wako. Tupe hekima na maarifa, utuandae kwa ajili ya ufalme wako, maana ni kwa Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Kwa heri, tuweze kuonana tena. Mungu aweze kuwabariki in Jesus name.